Karibu kwenye somo letu la pili la kitabu kinachoitwa Utangulizi wa Maandiko. Tutazungumzia sura inayoitwa sasa hivi Uaminifu wa Maandiko. Biblia ni neno la Mungu, kwa hiyo linapaswa kuaminika kwa gharama yoyote ile. Unaposoma Biblia usisome kama vile unavyosoma vitabu vingine. Hapana. Biblia isome kwa uaminifu, pia kwa uangalifu wote. Yes. Wanateolojia wa Kristo huwa wanatumia maneno matatu wanapoelezea uaminifu wa Biblia. Maneno matatu ili kuelezea uaminifu wa Biblia. Neno la kwanza ni uvuvio, neno la pili ni kujitosheleza na uwezo. Kujitosheleza. Neno la tatu ni uwezo, yaani uvumilivu, uvuvio, kujitosheleza na uwezo. Sisi pia tunayafikiria maneno haya kwamba yanatosheleza kabisa, maana maandiko ni matakatifu. Biblia ni kitabu cha upekee. Wanadamu waliandika, lakini maneno walioandika ni maneno ya Mungu. Tunasema kwamba Mungu aliwatia nguvu wanadamu ili waweze kuandika Biblia kupitia nini? Kupitia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo maandiko yanasomeka kiurahisi tunapokuwa na Roho Mtakatifu ndani yetu. Neno bainisha maana yake someka kwa urahisi, onekana kwa urahisi, au weza kuonekana. Ndio maana ya neno bainisha. Mungu anaongea nasi kupitia maneno matakatifu, Biblia. Kwa hiyo Biblia pia inaeleweka, inajitosheleza kwa namna yoyote ile iliyo ya kiupekee zaidi. Hebu tuone neno la kwanza linaloitwa uvuvio. Tulipataje Biblia? Biblia nani aliandika? Biblia tunaisoma sana, haikushushwa moja kwa moja kutoka mbinguni, hapana, bali Mungu aliwavuvia wanadamu, aliwavuvia watu ili waweze kuandika Biblia. Soma kitabu cha Kutoka sura 5 mstari wa kwanza uweze kuona namna gani Biblia iliweza kuvuviwa. Kwa hiyo Biblia imeandikwa na watu wengi sana, watu wengi sana. Mfano mzuri ni Injili ya Luka na Injili ya Matendo. Sehemu zote Luka na Matendo zinakuwa ni nzuri. Kwa mfano, Luka anasema kwa kuwa watu wengi, Luka anasema kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa utaratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu, kama walivyohadisia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona na watumishi wa lile neno tokea mwanzo, nimeona vema mimi nami, kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo hayo yote tangu mwanzo, kukuandikia kwa taratibu. Hebu soma Injili ya Luka 1:1 hadi 11. Injili ya Luka imeandikwa kwa ajili ya mtu aliyeitwa Theophilos au Theophilo. Theophilo alikuwa ni mwana mpendwa wa nani? Wa Luka. Akaona vema amwandikie Injili ya Luka na hata pia kitabu cha Matendo ya Mitume. Kwa kuwa vitabu hivi vimeandikwa na wanadamu, tunawezaje kuamini kwamba hayo pia ni maneno ya Mungu? Ndiyo, tunaweza kuamini kwa sababu ni maneno yaliyovuviwa na Roho Mtakatifu. Hebu chunguza kitabu cha Timotheo wa pili 3:15 hadi 16. Inasema ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaliweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo. 16. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa kufundisha, lafaa kwa kuonya, kwa kuongoza na kuweka mambo yote sawa, ili mtu wa Mungu apate kusimama akiwa na nidhamu na haki yote ndani yake. Paulo anasema kwamba maandiko yote yamepuliziwa na Roho Mtakatifu. Pia soma kitabu cha Mwanzo 33 mstari wa 6. Mungu kwa pumzi yake
au maneno yake alipumua maandiko matakatifu ili tupate kuyaandika. Katika kitabu cha Timotheo kile kitabu cha Timotheo 3:15-16, Paulo anazungumza kuhusu maandiko. Yote ni matakatifu, maana yametolewa kwa mkono wa nani? Kwa mkono wa Mungu. Soma pia kitabu cha Petro wa pili 1:16-21. Katika mistari hii Petro anataka kulikumbusha kanisa kwamba ujumbe aliouongea kwao au ujumbe aliuongea kwao ulikuwa wa kweli tupu. Ina maana kwamba hakuna jambo lolote lile ambalo tungeliweza kulipinga, tungeliweza kulikataa. Karibu. Sawa. Hakuna jambo lolote lile ambalo tungeliweza kulipinga, ambalo tungeliweza kulikataa. Kwa sababu gani? Maandiko yote yaliyoandikwa yalikuwa ni maandiko ambayo yalitoka kinywani mwa Mungu. Ikiwa wameandika, walipuliziwa na Roho Mtakatifu ili waweze kuandika Biblia ambayo leo tunaisoma kikawaida, tunaigawa kwa watu kikawaida, au tunaona kama vile ni makaratasi matupu tu. Ila Biblia ni kitabu, ni zawadi iliyotoka mbinguni. Watu wakapokea zawadi hiyo kutokea na nini? Kutokana na upulizio wa Roho Mtakatifu. Hebu tuone Petro anasema nini. Ile 17 anasema, maana alipata kwa Mungu Baba heshima ya utukufu hapo alipoletewa sauti iliyotoka katika utukufu mkuu, huu ni mwanangu, pamoja naye katika mlima ule mtakatifu. Kwa hiyo basi, hivyo ndivyo mambo yote yalivyo katika ubora wake, katika hali ya kuweza kuwaletea wanadamu injili. Ni kwamba Mungu alileta injili kwetu ili injili ile tuipeleke kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Utasoma mpaka 21 nasema hivi, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu. Unabii haukuletwa kwa mapenzi ya mwanadamu, bali unabii umeletwa ni kwa mapenzi ya Mungu mwenyewe. Petro ameanza kusema kwamba hakumdanganya mtu yeyote yule. Injili haidanganyi. Wale watu wanaokuwa na injili ya leo ya leta pesa, toa utabarikiwa, fanya hivyo utabarikiwa, ni injili ya matapeli, ni injili ya wezi. Lakini injili ya kweli, injili ya Masia inawapeleka watu, inawaonyesha watu msalaba wa Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa hivyo kanisa linaweza kuwa na uhakika kwamba kile alichokisema ni cha ukweli, na pia ni lazima tuweze kukizingatia. Petro anasema kwamba unaweza kuamini kile ambacho niliona, na hata kama ni kikubwa au ni kidogo, pia unaweza kuamini kile ambacho kinafundishwa na maandiko matakatifu. Kila kilichofundishwa na maandiko matakatifu ni cha ukweli. Asante. Mungu akubariki. Tukutane wakati mwingine. Chao.